Naam, unajua niliposti video kadhaa ambazo zinawaonyesha watumishi wa Mungu ambao wakiwa katika ibada, lakini inapaswa ieleweke, ikiwa kama wewe ni Mkristo, unachotakiwa kufanya, tuombe zaidi, yani tuombe sana kwamba haya mambo yanayotokea katika nchi nyingine yasije yakatokea katika nchi yetu. Yaani tusianze kuwa na watumishi wa Mungu ambao wana akili kama hawa tunaowaona. Maana huu ni udhalilishaji, yaani ni udhalilishaji, sio ibada. Alafu cha pili pia, hawa watu wanaonekana vile kama vile hawako serious na ibada. Yaani wanafanya masiara, yaani maanake ibada wamefanya ni sehemu ya masiara. Kwa hiyo lengo la kuzungumza, la kuonyesha hizo video ni kwamba kama Watanzania, kama waumini, tunapaswa sasa tuhakikishe tunafanya kitu ambacho kiendane na ibada zetu, kwa sababu mwisho wa siku sisi wazazi wa sasa hivi ndio tunakuja kuonekana kwamba ni watu ambao tuko mapunguani, kwa sababu kwa Ukristo wa aina hii haina tofauti na mtu ambaye anaamua kwenda kanisani kwa ajili ya kwenda tu kucheza dansi, kwenda kanisani kwa ajili tu ya kwenda kuenjoy, wakati tunajua kabisa kanisani ni sehemu takatifu kwa ajili ya kufanya ibada. Kwa hiyo mimi nafikiri kama Wakristo tunapaswa kukemea vitendo vya namna hii, kwa sababu havina afya kwa Wakristo. Tunaonekana kama machale, yani ukisema wewe umeokoka unaonekana ni mtu chale hivi, unaonekana kama mtu katuni hivi. Okay, obvious, ni kweli kabisa kwamba sio wote wanaoingia makanisani wanakwenda, lakini kama kiongozi wa kanisa anakuwa na tabia kama hizi unazoziona kwenye hizo video ambazo nimezitumia, alafu na wewe unaendelea kwenda katika hilo kanisa na unafanya hivyo vitu, ina maana wewe pia unakuwa ni mmoja wapo. Umeona? Kwa hiyo lengo kubwa ni kutaka kuifanya hizi dini yetu hii watu wasianze kuiona kama ni kituko. Mwisho wa siku watu wataacha kabisa kwenda makanisani. Kwa hiyo yani lengo kubwa, naomba yani Wakristo tupambane mambo ya hawa watu wanaoyafanya katika nchi nyingine, yani watumishi wa Mungu wanaofanya, yani tuombe sana katika Tanzania yetu wasijitokeze kwa design hii, kwa sababu itakuwa ni aibu kwetu. Kwa wale watu wanaojielewa watajua kabisa kwamba wanachokifanya ni aibu kabisa. Yaani haiwezekani eti kwamba mtu anafungua kiatu cha mchungaji eti anakuta passport. Yaani kwenye akili ya kawaida ni kitu ambacho hakiwezekani. Tunajua process za passport zinapatikana vipi. Inatakiwa upige picha, uende uhamiaji, ufanye nini. Process kibao. Haya, wewe leo umelala tu, umeamka asubuhi unakuta passport kwenye kiatu cha mchungaji. Alafu unapiga makofi, unafurahia, unashangilia. Uone kama huo ni upunguani wa akili. Yaani kwenye maisha ya kawaida tu unaonekana kabisa wewe ni punguani, kwa sababu process za kupata passport tunaelewa. Haya, mchungaji anaamua kupanda juu ya makalio ya watu, wanawake, saa nyingine wale ni wake za watu wameolewa. Kapanda juu ya makalio anahubiri Injili. Tuombe sana haya mambo yasije katika taifa letu, kwa sababu yanakuja kuizalilisha dini yetu. Dini ni kitu kikubwa sana, lakini tuombe Mungu haya mambo yasije kutokea, na hivi tunavyoyaona yanaendelea kuja. Tulishaona kuna mtu alishasema kwamba alipuliza tu mtungi, gesi ikajaa, wakapikia wiki 2, na tunajua gesi inatoka wapi, tunajua gesi inapatikana vipi. Lakini kama umeamua kuwa Mkristo ambaye umeziba masikio, kuna siku utakuja kufanyishwa kitu cha hovyo madhabahuni, alafu itakuja kuwa aibu kwa familia yako. Hata Mungu mwenyewe unayesema kwamba unaenda kumshangilia Mungu atashangaa kuona kweli hivi wewe una ubongo. Yaani Wakristo tusiwe watu kama tumekatwa vichwa, yaani tusiwe watu ambao kama vile tumekatwa ubongo. Lazima tuwe na muda wa kufikiria. Kuna mambo ya msingi lazima udiskasi. Umeona bwana? Kwa hiyo nataka niliweke sawa, haimaanishi tunapozungumza hivi kwamba tunakashifu dini. Hapana.
Lazima tuhakikishe tunakemea dini zetu zisimame sawasawa. Tukianza kuleta uchale kwenye dini, vipi watoto wetu wanaozaliwa? Watoto wadogo wanazaliwa katika misingi ambayo wanakuta wachungaji ni machare, waumini ni machare, makanisani makatuni tu. Kwa inakuwa dini ni sio sehemu takatifu tena. Dini sio sehemu ya heshima tena. Inakuwa ni sehemu ya mzaha na masihala. Hiyo ndiyo lengo kubwa. Naam, tulikuwa tunataka tuzungumze hilo, tuliweke tu sawa. Kuna baadhi ya watu wamekuja na mapanga, watu wametoka na mapanga, watu wamekuja na visu. Hapana, lengo ni kutengeneza. Kama wewe ni Mkristo, lazima uwe na uwezo wa kufikiria, lazima uwe na uwezo wa kutafakari. Hoji, soma Biblia vizuri ili uweze kujua hiyo Biblia unayoisoma, hayo yanayofanyika yanaendana na wewe? Ni kweli ni misingi ya Mungu? Ndio misingi ya dini inataka? Lazima uweze kujiuliza maswali. Isiwe kama wewe ni Mkristo umekatwa kichwa. Mkristo kama vile hauna ubongo kabisa katika kichwa chako, utakuwa ni Mkristo wa hovyo sana. Yes, mimi ni Kaka wa Taifa. Kwa video zaidi zipo katika akaunti yangu ya YouTube, andika tu Kaka TV, utapata pale video kibao. Lengo ni kutengeneza, sio lengo ni kubomoa. Kuna watu wanakuja na maneno ya ajabu, lakini sio tatizo. Unaweza ukacomment unachokitaka, lakini kikubwa ni kujenga. Je, wewe unaona haya yanayofanyika katika haya makanisa ambayo hayajafika nchini kwetu? Je, wewe unaona ni sahihi? Je, hii ndiyo misingi ya Mungu anavyotaka? Je, hii ndiyo misingi ya Biblia? Je, hii ndiyo misingi ya watu wa Kristo wanatakiwa wawe hivi? Niandikie hapo. Ni mimi Kaka wa Taifa. Instagram natumia Moses Francis, kwenye Facebook vile vile Moses Francis, lakini pia ukienda YouTube andika Kaka wa Taifa, Kaka TV, utatupata. Karibu sana.